Kitabu cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3 mstari wa 8. Waraka wa kwanza wa Yohana 3:8. Neno la Mungu nasema, atendaye dhambi ni wa Ibilisi, kwa kuwa Ibilisi hutenda dhambi tangu mwanzo. Kwa kusudi hili Mwana wa Mungu alidhihirishwa ili avunje kazi za Ibilisi. Wote tuseme, kwa kusudi hili Mwana wa Mungu alidhihirishwa ili azivunje kazi za Ibilisi. Sema amen. Sasa uniangalia, ugonjwa kubwa kuliko magonjwa yote katika maisha ya mwanadamu ni ugonjwa unaoitwa dhambi. Dhambi ndio chanzo cha mabaya yote. Chanzo chake ni Shetani. Mungu alipomuumba mwanadamu, kamweka kwenye bustani ya Edeni, alimpa kila kitu. Limpa uzima, limpa afya, limpa amani. Mwanadamu alipewa kila anachokitaka. Lakini kwa sababu Shetani hakupenda mwanadamu aishi maisha mazuri, akaanzisha kitu kinachoitwa dhambi. Akamuingizia Adamu na Eva dhambi. Na alipowaingizia dhambi, Mungu alisema, matunda yote mwaweza kula, lakini matunda ya mti wa katikati msile. Naye nyoka akaja akamwambia, eti mliambiwa msile mti, mimi nawaambia mkila mti tafanana na Mungu. Akawaingizia roho ya ukaidi, ya kutotii, roho ya dhambi, na wao wakala. Adamu akala, kachukua lile tunda, kampelekea Eva. Eva naye akala, ndani yao ikaingia dhambi. Matokeo ya dhambi ni nini? Matokeo ya dhambi, jambo la kwanza ni kutengwa mbali na Mungu. Kwa hiyo dhambi kawatenga wanadamu. Mungu akawa upande wa kulia na mwanadamu akawa upande wa kushoto. Akatengwa na uso wa Mungu, akatengwa na wema wa Mungu, akatengwa na uzuri wa Mungu, akatengwa na upendo wa Mungu, akatengwa na amani ya Mungu, akatengwa na furaha ya Mungu. Mwanadamu akatengwa na connection ya Mungu, akatengwa. Dhambi inachokifanya ni kumtenga mtu na Mungu. Na alipotengwa, nini kikaanza? Magonjwa yakaanza ndani ya maisha ya mwanadamu kwa sababu ametengwa na Mungu. Kansa ikaanza kwa sababu ya kutengwa na Mungu. Kwa hiyo dhambi ni chanzo cha kansa. Dhambi ni chanzo cha malaria. Dhambi ni chanzo cha umaskini. Dhambi ni chanzo cha magonjwa. Dhambi ni chanzo cha chuki. Dhambi ni chanzo cha faraka. Dhambi ni chanzo cha mapigano. Dhambi ni chanzo cha kuchukiana. Dhambi ikawa chanzo cha mabaya, chanzo cha vita. Mabaya yote yaliingia kwa mwanadamu kwa sababu ya dhambi. Jamani, haleluya. Na haikuishia hivyo, wakaanza kulaaniwa. Wakaambiwa, mmelaaniwa. Mwanamke umelaaniwa, na kuanzia leo utazaa kwa uchungu. Na tena si hivyo tu, utatawaliwa. Kwa hiyo maumivu yakaingia, mateso yakaingia, uchungu ukaingia, hali ya kuhangaika ikaingia kwa mwanadamu. Mwanaume akaambiwa, kuanzia leo hautapata kama jinsi nilivyokusudia upate. Yaani hapa mwanzo nilikusudia kwamba ukitembea katika mti huu kuna matunda aina fulani unakula. Ukitembea upande huu kuna maembe unakula. Ukitembea upande huu kuna machungwa unakula. Ukitembea upande huu kuna nyama unakula. Ukitembea upande huu kuna epo unakula. Yaani mwanadamu alikuwa amewekewa bustani ambayo alikuwa anakula kila
anachokitaka saa yoyote. Lakini dhambi ilipoingia kwenye maisha yake, mambo yakageuka. Akaambiwa utakula kwa jasho, utakula kwa kung'ang'ana, utakula kwa mateso, na miiba itakuotelea. Miiba itaota. Unajua kwenye damu na nyama miiba ni hiyo miti ya miiba inayoota, lakini kwenye ulimwengu wa roho ni mateso, ni kukataliwa, ni kutukanwa, ni kusalitiwa, ni kupingwa, ni kudhulumiwa, ni kufanya kazi kwa jasho, alafu ukifanya kazi unadhulumiwa. Ni miiba hiyo. Yaani unapata kwa mateso, na ukipata vinaishia kwenye magonjwa, vinaishia kwenye balaa, vinaishia kwenye mateso, vingine vinaibiwa, vingine vinazulumiwa, vingine vinapotea, vingine unapata majanga. Hayo yote ni miiba. Chanzo chake ni nini? Dhambi. Jamani, haleluya. Na baada ya hapo akasema hata ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Yaani mtu ambaye alipewa kila kitu, lakini ameambiwa sasa hata ardhi utakayoilima imelaaniwa. Na baada ya hapo wakafukuzwa. Dhambi ilileta mtu kufukuzwa. Dhambi ilileta mtu kufukuzwa mbele za Mungu. Mungu akasema ondoka, siwataki. Na baada ya hapo dhambi sasa, mwanadamu Adamu na Eva wakaenda wakaanzisha familia, wakiwa wanalaana, wakiwa wana mateso, wanatafuta kwa taabu. Wakazaa katoto kao ka kwanza kanaitwa Kaini, wakakalea kwa taabu, kwa mateso. Wakazaa katoto ka pili kanaitwa Habili, kamezaliwa kwa taabu, kamezaliwa kwa mateso. Na hapo inabidi sasa waanze kufuga kidogo, inabidi waanze kulima, inabidi waanze kufungua mashamba. Hapo mwanzo kulikuwa kuna mashamba ya Mungu, wanakula bure, lakini kwa sababu dhambi imeingia, inabidi waanze kulima mashamba. Hapo mwanzo walipewa wanyama wote na Mungu bure, lakini kwa sababu dhambi imeingia, ikabidi waanze kufuga na kuhangaika. Wakalea vitoto vyao viwili katika mahangaiko, vilivyokuwa vitoto vizima. Kimoja kilikuwa ni kifugaji na kingine kilikuwa ni kikulima, na baba yao yuko hapo katikati anahangaika ili asaidie watoto wake. Anahangaika kwa sababu aliruhusu dhambi ikaingia katika maisha yao na katika familia yao. Lakini haitoshi, kwa sababu dhambi tabia yake inamkaribisha shetani. Dhambi tabia yake inafungua mlango wa shetani aingie ndani na aendelee kutesa. Dhambi tabia yake inafungua mlango, shetani anaingia na kutoka. Dhambi tabia yake inamfanya shetani anamiliki huo moyo, anamiliki hiyo nyumba, anamiliki hiyo familia. Kwa hiyo shetani akaendelea kumiliki nyumba ya Adamu na Eva pamoja na watoto wao wawili, mmoja anaitwa Kaini, mmoja anaitwa Habili. Walipokuwa watu wazima, huyo Habili alisikia habari za Mungu, akawa mnyenyekevu, akawa anampenda Mungu. Lakini huyu Kaini, roho ya shetani ilikuwa inamtesa. Siku moja Mungu akasema nileteni sadaka. Walipotoa sadaka ya Habili ikapata kibali, lakini sadaka ya Kaini ikakosa kibali, kwa sababu dhambi imemleta shetani kwenye maisha yao. Kaini akamchukia ndugu zake. Dhambi inaleta chuki. Dhambi inaleta chuki. Sasa Kaini akamchukia Habili. Haikutosha, akamchukia. Ile chuki ikaongezeka. Ile chuki ikafika mahali akaamua kumuua. Kwa nini anamuua? Kwa sababu anapendwa na Mungu. Dhambi ni mbaya. Yaani ndugu yako unamchukia kwa sababu anapendwa na Mungu. Kaini
Unamchukia Habili. Amekufanyaje? Amekuibia mifugo yako? Hapana. Amekutukana? Hapana. Amekuibia? Amekufanya nini? Kwa nini sadaka yake imepata kibali mbele za Mungu? Shetani. Dhambi inapopata mlango kwenye moyo, mtu anaanza kuchukia hata bila kosa. Mabaya tunayoyaona yakaendelea vizazi na vizazi. Na mabaya tunayoyaona hata leo katika familia, katika jamii, katika nchi, katika mataifa, ubaya wote chanzo chake ni dhambi. Dhambi ndio imeleta chuki kati ya mtu na mtu. Watachukianaje ndugu kama sio mlango wa shetani? Ndugu waliozaliwa katika familia moja watachukianaje? Hata leo watu wanachukiana. Hata leo watu wanauana. Hata leo watu wanafitiniana, watu wa familia moja. Kwa hiyo miaka ikaenda. Mungu akaangalia kizazi kimoja baada ya kizazi kingine, na wakafanya kila wanachoweza kukifanya, ikashindikana, mpaka Mungu alipoamua kumtuma mwanae wa pekee ili kwamba Yesu azaliwe. Yesu akazaliwa na Bikira Mariamu, ambaye hakujua mwanaume. Kwa uwezo wa Mungu mwenyewe akamshusha Yesu, akamweka kwenye tumbo la Mariamu, na miezi 9 ilipofika, kakazaliwa katoto. Katoto kanaitwa Yesu. Anasema, tazama bikira atabeba mimba, naye atazaa mtoto mwanamume. Uweza wa kifalme utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa Mungu mwenye nguvu, naye ataitwa mshauri wa ajabu, naye ataitwa mfalme wa amani. Naye ndiye anayekuja kuzichukua dhambi za ulimwengu. Yesu akaishi maisha matakatifu. Yesu akaishi maisha yasiyo na dhambi. Yesu akaishi maisha yasiyo na madoa. Yesu akaishi maisha makamilifu. Yesu aliishi maisha makamilifu. Jamani, nawaambia kweli, hakuna hata mmoja aliyeshuhudia dhambi ya Yesu. Hata mmoja. Alipotukanwa hakurudishia. Aliposalitiwa hakuchukia. Alipopingwa hakulipa kisasi. Alipopigwa hakurudishia. Alipodhihakiwa hakuwachukia. Tena aliwaombea msamaha mpaka akiwa pale msalabani. Maisha ya Yesu yalikuwa matakatifu. Njia za Yesu zilikuwa takatifu. Mawazo ya Yesu yalikuwa matakatifu. Aliishi maisha matakatifu. Maisha ya Yesu yalikuwa matakatifu. Na siku moja ikafika, akakubali. Akiwa mtakatifu, akaona dunia imelemewa na dhambi. Akaona mwanadamu anateseka na ugonjwa wa dhambi. Akaona mwanadamu amebeba mizigo mikubwa, na Yesu akaamua kuibeba pale msalabani. Yesu akaangikwa pale msalabani. Yesu akaimwaga damu. Hii ndiyo damu inaitwa haina hatia. Jamani, amen. Jamani, amen. Hii ndiyo damu ambayo haina hatia. Unajua hapa duniani tunaweza sema mtu wa watu ule damu yake imemwagika, haina hatia. Lakini mwingine inawezekana alikuwa muongo. Inawezekana alikuwa mzinzi kwa siri. Inawezekana alikuwa mchawi kwa siri. Inawezekana alikuwa muongo kwa siri. Inawezekana amebeba dhambi za ulimwengu, za ukoo wake, za familia yake. Lakini damu ya Yesu ndiyo damu ilikuwa haina hatia. Damu ya Yesu haikuwa na doa la aina yoyote. Akaamua kuimwaga kwa ajili ya ondoleo la dhambi ya ulimwengu. Akaamua kuimwaga pale msalabani
mwili wake ukatoka damu, mwili wake ukamwaga damu. Kwa ajili ya nini? Ya kuosha dhambi. Kwa ajili ya kuosha dhambi, ili mtu yeyote ukimwamini Yesu, unapomwamini Yesu, kuna kitu kinatokea kwenye ulimwengu wa roho. Dhambi zote zinaoshwa. Dhambi zote zinaoshwa, na unakuwa safi mbele za Mungu, na unakuwa mtakatifu mbele za Mungu. Ndio maana tuliomwamini Yesu Kristo tunaitwa watakatifu. Ndio maana waliokoka wanaitwa watakatifu. Waliokoka wanaitwa watakatifu kwa sababu wameoshwa na damu ya Yesu. Na damu ya Yesu ikiosha, inaondoa kabisa, inaondoa kabisa, inatakasa kabisa. Damu ya Yesu haifuniki. Nisikilize nikueleze kitu. Sikilize nikueleze kitu. Kwenye Agano la Kale walikuwa wanachinja. Na hata siku hizi watu wanachinja. Kwenye Agano la Kale walikuwa wanachinja. Walipewa Torati. Kwa hiyo ukitenda dhambi inabidi ukachinje. Wao wanachinja mbuzi, ng'ombe, dume na wanyama wengine kama walivyoandikwa katika kitabu cha Mambo ya Walawi. Sasa niangalie kitu walichokuwa wanafanya. Wakichinja, ile damu inanenewa, na ile damu ni kwa ajili ya dhambi. Kwa hiyo kazi ya ile damu ilikuwa inafunika dhambi. Kwa hiyo damu ikishafunika dhambi, ile dhambi haionekani. Mwezi wa kwanza, mwezi wa pili wanaona ile damu ya ule mbuzi uliyemtoa kafara. Mwezi wa tatu, mwezi wa nne, mwezi wa tano, mwezi wa saba, wa nane, ile damu ya ule kondoo au yule mbuzi au yule ng'ombe inaanza kufifia. Mwezi wa 11 ile damu imefifia, ile dhambi inaanza kuonekana tena. Ikifika Disemba, dhambi ya mwaka jana imekushikilia hivi kooni, inataka kukumaliza. Kwa hiyo inabidi mtu akimbie atafute dume lingine. Anatafuta dume, anaenda kwa kuhani mkuu, na makuhani wanafanya ibada. Jamani, dhambi zangu, jamani, laana niliyoibeba, jamani, mateso ya nyumba yangu. Wanachinja, na wakimaliza ile damu inamwagika, wanafanya ibada. Kwa hiyo zile dhambi na ile laana imefunikwa tena. Januari mtu yuko vizuri, hana dhambi, maana wanaona ile damu ya lile dume. Mwezi wa 4, wa 5, wa 7, wa 11 ile damu imefifia yote. Mwezi wa 12 dhambi ya mwaka juzi na dhambi ya mwaka jana zote zimemwangalia mtu hivi. Inabidi tena atafute mbuzi watatu. Wanaenda. Haya nayokuambia sio story, yameandikwa kwenye Biblia. Inabidi wanaleta tena, wanachinja, wanafunika, analia, ibada inafanyika, kafara inafanyika, makuhani wanafanya. Angalau jamani, imeisha tena. Anaanza Januari, angalau yuko vizuri. Mwezi wa 4, wa 5 inafifia. Mwezi wa 7, wa 8, wa 9, wa 11 imekwisha. Dhambi ya mwaka juzi na mwaka juzi na mwaka jana na mwaka huu imemlemea. Jamani, inabidi tena atafute kafara nyingine. Walikuwa wanafanya mwaka baada ya mwaka. Kasome kitabu cha Mambo ya Walawi, utaona ile mizigo ilikuwa ni mwaka baada ya mwaka baada ya mwaka. Lakini Mungu akaona mwanadamu anateseka, sasa inatosha. Akaamua amlete Yesu Kristo peke yake, ambaye akimwaga damu yake. Kwenye kitabu cha Waebrania kinasema ya kwamba damu ya Yesu inafanya kazi mara moja tu. Damu ya Yesu haifuniki, damu ya Yesu inaosha. Damu ya Yesu haifuniki, damu ya Yesu inakomba yote. Damu ya Yesu haifuniki, damu ya Yesu inatibua dhambi zote na inaziosha zote, inapeleka kuzimu.
katika jina la Yesu. Iwe umefanya miaka 10, damu ya Yesu inaosha. Iwe umefanya miaka 100, damu ya Yesu inaosha. Unapomwamini Yesu Kristo, damu ya Yesu inaangalia ndani yako, inakuosha. Inaangalia ndani ya tumbo la mama yako ulikozaliwa, inaosha. Inaangalia kwenye viuno vya baba yako, inaosha. Inamwangalia babu yako alikuwa mganga wa kienyeji, inaosha. Inaangalia babu yako na babu yako na babu yako alikuwa mchawi, damu ya Yesu inaosha. Inaangalia kabila lako lote, damu ya Yesu inaosha. Inakufanya unafanana na Yesu tu. Damu ya Yesu ikikuosha, inakuacha ukiwa unafanana na Yesu. Yes. Unafanana na Yesu. Mimi nawahurumia watu ambao hata leo wanatoa eti sadaka za dhambi. Eti wanatoa sadaka ya kusamehewa. Eti wanatoa sadaka ya ukombozi. Yesu amemaliza. Akiwa pale msalabani alisema imekwisha. Alisema imekwisha. Imekwisha. Dhambi imekwisha. Laana imekwisha. Laana imekwisha. Dhambi yako na ya baba yako na ya babu yako na ya bibi yako na ukoo wako na kabila lako na nchi yako imekwisha. Yes. Na baada ya hapo tunaanza kufanana na Yesu. Ukitoa sadaka ya ukombozi unamtukana Yesu. Yaani ni kumtukana Yesu kwamba Yesu umemwaga damu lakini bado na laki yangu hapa. Jamani, laki yangu sadaka ukombozi. Unawahisha laki eti kwa sababu damu ya Yesu haijamaliza. Kweli? Kweli. Na milioni yangu sadaka yangu ya ukombozi, maana yake unaikana damu ya Yesu. Kwamba damu ya Yesu hujafanya vizuri. Damu ya Yesu mimi kwa dhambi zangu ninavyozijua damu ya Yesu haijafanya. Ngoja nitoe. Walitoa watu. Ndio. Walitoa, wakatoa ikashindikana. Mungu akasema nashuka mwenyewe. Maana hakuna sadaka ya ukombozi inayoweza kukukomboa isipokuwa damu ya Yesu peke yake. Tunachopeleka kwa Yesu ni shukurani. Ndio. Haleluya. Hapo sasa hakuna kipimo. Mtolee laki, mtolee 500,000, mtolee milioni, mtolee milioni 10. Mpe nyumba kama unaweza, mpe kiwanja kama unaweza, mpe gari kama unaweza. Vilete kwa Mungu, vimtumikie Bwana. Lakini kwa habari ya ukombozi, Yesu amemaliza. Ninaitoa wapi? Naitoa kwenye Biblia. Nionyeshe kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume walikotoa sadaka ya ukombozi. Matendo ya Mitume ndipo kanisa lilipoanza. Achana na hili. Jamani, amen. Achana na hili tunalolisajili Wizara ya Mambo ya Ndani. Kanisa la Yesu lilianza Matendo ya Mitume. Ukisoma Matendo ya Mitume, ngoja nikwambie, ukisoma Matendo ya Mitume ndio kanisa limeanza pale. Walikuwa wana kazi moja ya kumshukuru na kumwabudu Mungu, alafu wanauza mali zao wanaleta kanisani. Wanaleta kwa ajili ya nini? Ya kumtumikia Mungu. Jamani, amen. Wanakimbiza, walikuwa wanauza eti. Jamani, amina. Mimi ninatia moyo watu wamtolee Mungu, wamtukuze Mungu kwa mali zao. Lakini ninapinga kibibilia hakuna sadaka ya ukombozi. Kwa sababu Yesu ameitoa na amemaliza. Jamani, haleluya. Tumtolee Mungu kila tunachoweza. Tumtolee Mungu kila tunachoweza. Lakini ni sadaka za shukurani,
sadaka za amani, sadaka za upendo, sadaka za kuendeleza injili, sadaka za mikutano, sadaka za umisheni, sadaka zote za mafungu ya 10 ni sehemu ya kumwambia Mungu asante maana umenibariki. Hii fungu la 10, fungu la 20, fungu la 30, zote ni kumwambia Mungu ni wewe uliyenibariki, ninakushukuru. Lakini kwa habari ya dhambi zetu na ukombozi wetu, Yesu amemaliza. Yesu alichubuliwa. Kwenye Isaya alimuona kwenye maono. Unajua Isaya alizaliwa nyuma huko kabla Yesu hajazaliwa, lakini alimuona kwenye maono, akasema amekuwa kama mwana-kondoo aendaye machinjoni. Alichubuliwa kwa sababu yetu, aliteseka kwa sababu ya makosa yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi Yesu amefanya kazi kubwa kwenye maisha yetu. Hauna dhambi kama unamwamini Yesu. Kama unamwamini Yesu, dhambi haina nguvu kwako tena. Kama unamwamini Yesu, dhambi haina nguvu kwako tena, katika jina la Yesu Kristo. Na nisikilize. Kama dhambi ndio chanzo cha chuki, magonjwa, laana, umaskini, na Yesu ameimaliza, tukiingia ndani ya Yesu, matatizo hayo hayatatupata katika jina la Yesu. Jamani, amen. Amen. Yesu akikuangalia anasema nimekufia mwanangu. Mbinu ya shetani anafanya hivi, anakulazimisha utende dhambi. Sawa? Ukishatenda, huyo anageuka kuwa mshitaki wako. Hata ukitaka ule chakula kizuri tu, iko ndani tukamwambia unavyotukana wewe hata utashiba. Ukitaka tu, hata ukivaa ukiwa umependeza tu, ukitembea hivi, huku ndani banakuambia ulivyo na roho mbaya wewe, ulichomfanya ule. Kwa hiyo unakosa raha. Ni yeye shetani alikulazimisha uingie kwenye dhambi, alafu yeye mwenyewe anakugeuka. Wakati mwingine, ngoja nikwambie, wakati mwingine anakulazimisha uingie kwenye dhambi, unakomaa. Sikuna muda tunakomaaga kwamba hapa hata ufanyeje siingi. Akikushindwa anakukumbusha ya zamani, dhambi ulifanya mwaka kipindi hicho rais ni Mkapa, ndio anakushikilia nacho leo. Nakwambia wewe unafikiri ni mzuri, unafikiri ni mtaka, angalia, hustahili kukaa madhabahuni, hustahili. Leo mimi nakutangazia kwamba pale msalabani imekwisha. Imekwisha. Kama shetani ni mshitaki wako, Yesu ni wakili wako. Kama shetani anakushitaki, Yesu anakutetea. Na Yesu anasemaje? Kama umeniamini mimi, dhambi zako zimekwisha. Anasema dhambi zenu zijapokuwa nyekundu kama bendera, mkitubu zinakuwa nyeupe kama theluji. Nataka nikwambie, kama umemwamini Yesu, iwe ni dhambi ya jana, iwe ni ya juzi, iwe ni mwaka jana, yote Yesu ameosha. Yesu amesafisha. Yesu amekusamehe. Yesu amekuosha. Amina. Alafu neno ni la ajabu sana. Yesu anasema hivi, akikusamehe asahau. Yaani wewe wakati unamwambia Mungu naomba nisamehe tena, anakuambia kwani ni ipi, mbona sijui? Mbona mimi nilishamalizana na wewe? Kuna watu tu wanaishi kwenye ile consciousness ya dhambi. Unajua kwa sababu ya ulimwengu eti hata ukimkanyaga sisimizi umetenda dhambi. Kwa watu wako tu kidhambi yani ni kutubu tu kila saa. Mungu, kabla sijaanza naomba toba. Ukisikia tu puko, Mungu nisamehe dhambi zangu, Mungu nisamehe. Yani ni kutubu tu. Ukisikia kichwa kinauma, sema jamani, si ndio nakufa, Mungu nisamehe mimi, itakuwa tu ni dhambi tu, itakuwa laba. Yesu amemaliza.
Yesu amemaliza. Sasa ngoja nikwambie, Yesu anapomaliza anamaliza katika maeneo makuu mawili. Ndio. Sikiliza. Jambo la kwanza, anafuta sio dhambi na historia yote ya dhambi. Sawa? Sawa. Nataka hilo ulibebe kwenye moyo wako na akili yako. Wewe ni mtakatifu. Labda kama kuna mtu hajaokoka hapa. Kuna mtu bado hujampata Yesu. Wangapi wana Yesu hapa? Bora si waone watu waliomwamini Yesu. Ngoja nikwambie, kimaandiko wewe ni mtakatifu. Sio kwa sababu ulitubu sana, kwa sababu ulimwamini Yesu. Na ulipomwamini na yeye akafanya kazi yake, akakusamehe. Kwa hiyo jambo la kwanza, amini wewe ni mtakatifu. Kama unamwamini Yesu, wewe ni mtakatifu. Sema mimi ni mtakatifu. Mimi ni mtakatifu. Sema kwa ujasiri, mimi ni mtakatifu. Mimi ni mtakatifu. Mshike jirani yako, mwambie mimi ni mtakatifu. Mimi ni mtakatifu. Haleluya. Kwa hiyo jambo la kwanza, Yesu anaosha, anamaliza kila kitu. Alafu jambo la pili analolifanya, anakupa uwezo wa kushinda dhambi. Ni nguvu anaiweka ndani, tunaanza kuchukia dhambi. Yaani hata iweje unachukia. Ngoja nitumie neno gumu kidogo. Sawa jamani? Ngoja nitumie neno gumu kidogo. Mtoto mdogo akiona uchafu wa mtu, mavi, mtoto mdogo huwa ana shida. Si anashika, anachezea. Usipomwahi anaweza hata akala. Si ndio? Mtu mzima si unajua unapitia huko. Yaani kakitu kadogo kako hapa, lakini mtu anakatishia huko. Yaani hataki hata harufu yake. Na ikitokea amegusa, atasugua mkono na sabuni zote, anarudia. Kwa nini? Ameshajua hiki ni kitu kichafu. Paulo anasema, na yahesabu haya mambo ya ulimwengu haya yote, na yahesabu kama mavi, kwa sababu ya uzuri nilioupata katika Kristo Yesu. Yesu anatupa uwezo wa kushinda dhambi. Tunaishukia, tunaiona ni kinyaa. Jamani, amen. Tunaiona ni kinyaa, ni nguvu inayotoka ndani, kwamba cha mtu sitakula. Sitasema uongo, hata kama huu uongo, hata kama nikiongea kweli itanigharimu, nitaongea kweli tu. Nitaongea kweli tu. Ni nguvu jamani, tunapewa na Yesu. Ulimwengu hauwezi. Ukiwa huna Yesu, nguvu ya kushinda dhambi ni ngumu sana. Namjua kijana mmoja. Story hii nimeipewa, ilitokea hapa Kimara hapa miaka ya nyuma, wakati mimi naishi Kimara. Kijana mmoja akaiba. Alivyoiba wakamkamata, wakapiga. Jamani, mnaua. Walivyoona huyu amenyamaza, wakajua hapa tayari. Kabla polisi hawajaja, kila mtu akakimbia. Polisi walivyokuja wakamchukua, kumbe bado anakaa uhai. Hospitali na pale wakanini na nini, na familia ikaja. Baadaye mambo wakayamaliza, akarudi mtaani. Yeye mwenyewe akasema, mimi nimeponea kifo, kuiba tena basi. Watu wanambia, wewe umepona, wewe mtoto wewe, mrudie Mungu. Asema, mimi mbona jamani, tayari siibi tena. Hapa na pale akaiba tena pikipiki. Mnajua vijana wa pikipiki wakikukamata, wakamshika, wakapiga, wakachukua mafuta, wakamwagia, wakachukua kiberiti, wakapiga. Ile nguo imewaka tu, wakasambaratika. Akakimbia na moto, akaanguka, akaroll.
Si mnajua tena moto ukigusa ardhi, mchanga huu unazima. Baadaye moto ukazima, akakamatwa, ameungua hospitalini na polisi na nini. Baada ya miezi 6 wakayamaliza, akarudi mtaani, ameungua sasa upande huu. Watu wasema, si huyu, wewe umepona, ulirudia kuiba, ukikamatwa tena. Akasema, mimi mwaka mmoja, miaka miwili mbele tena anakamatwa kwenye wizi. Hebu niambie, ukimwona huyu unamwambiaje? Si unapata kahasira fulani, kama huyu sijui tumpigeje huyu. Nataka niwaambie hivi, nguvu ya dhambi ikiwa ndani, kama Yesu hajaingia, hakuna mtu anayeweza kucontrol nguvu ya dhambi. Jamani, amen. Hakuna mtu anayeweza kucontrol nguvu ya dhambi. Anayeweza ni Yesu tu. Tumshukuru Yesu jamani, ametupa nguvu ya kushinda. Mshukuru Yesu, amekupa nguvu ya kushinda dhambi. Tumshukuru Yesu jamani, tumeshinda. Wewe una hamu ya kuiba pikipiki ya mtu? Unafikiri wewe ni mzuri sana? Ni Yesu amekutengeneza. Kwa hiyo tunapomshika Yesu, anatupa nguvu ya kushinda. Nguvu ya kushinda. Niliambiwa baba mmoja alipimwa na madaktari, mapafu yameharibika. Akaambiwa shida ni pombe, tena anakunywa pombe kali. Akaambiwa ukiendelea na pombe humalizi muda mrefu, unakufa. Akirudi nyumbani, anakaa, anatamani pombe, anazidiwa na kunywa tena. Akirudi kwa daktari, anaambiwa hali imekuwa mbaya, unaoza, unakufa. Acha angalau uishi. Uangalia hata watoto wako hata miaka mingine 2 au 3. Maana kufa unakufa tu, hali ni mbaya. Lakini angalau kae hata miaka 2 3 basi. Acha. Na familia inaitwa, inapewa counseling, mzibitini huyu asinywe. Nasikia anarudi, anakaa, anazidi, wasema nipeni tu moja, kama nikufa nife. Wanasema mwisho wanamwekea maji ya kunywa kwenye chupa ya bia. Angalau anywe maji kwenye chupa ya bia kidogo, nafsi ifanye nini? Nguvu ya kuacha. Nguvu ya kuacha pombe jamani, tunaipata kwa Yesu. Hii ni kazi Yesu aliyoifanya msalabani. Jamani, haleluya. Tunapoingia kwenye msimu wa Christmas, tusherekee tukiamini Yesu amemaliza pale msalabani. Amenipa nguvu ya kushinda dhambi. Chuki. Tuliokoka hatujui kubeba chuki. Yesu anakupa nguvu ya kushinda, nguvu ya kumpenda mtu asiyestahili. Jamani, amen. Jamani, haleluya. Yesu anatufinyanga. Yesu ametutengeneza. Kama umeokoka, umetengenezwa. Huwezi kuchukia. Hata ukipata hasira yako haikai, ni kufumba na kufumba, imeisha. Kwa nini? Kuna uwezo ndani yako wa kushinda dhambi. Kuna uwezo ndani yako wa kushinda dhambi. Jamani, Yesu ametufanyia jambo kubwa sana. Yesu ametufanyia jambo kubwa sana. Amen. Haleluya. Kwa hiyo tunashinda. Wewe umepewa nguvu juu ya dhambi. Sasa angalia kitu kinachotokea. Kama dhambi zote za nyuma zimeoshwa zote, alafu umepewa nguvu ya kushinda dhambi katika maisha yako, maisha yako yote ni ya ushindi. Nataka uelewe sasa, umehamishwa. Kwa sababu Mungu alivyomfukuza Adamu na Eva ni kwa sababu ya dhambi. Yesu amekuja, ametibu lile tatizo. Nini kilichofanyika? Tumepatanishwa na Mungu. Biblia inasema Yesu amekuja kufanya huduma ya upatanisho. Huduma ya upatanisho ni nini? Tunatolewa kwenye laana, tunaingizwa kwenye baraka. Tunatolewa kwenye magonjwa, tunaingizwa kwenye uzima. Tunatolewa kwenye mafarakano, tunaingizwa kwenye upendo na amani. Wewe uliye ndani ya Yesu, nataka niseme uko ndani ya uzima, uko ndani ya amani, uko ndani ya chakula tele.
Kule kwao ardhi bado imelaaniwa, lakini kwa aliyeokoka ardhi imebarikiwa katika jina la Yesu Kristo. Kule nje bado miiba na michongoma imewaotelea, lakini tulio ndani ya Yesu tumeshaingia huko ambapo hakuna miiba, hakuna michongoma. Tunashinda na zaidi ya kushinda katika Kristo Yesu anayetutia nguvu. Biblia inasema kwa kitabu cha Kolosai sura ya 1 mstari wa 13, anasema nanyi mliokolewa kutoka kwenye nguvu za giza na mkahamishwa. Ukapewa transfer. Kutoka wapi? Kutoka kwenye nchi ya laana kuingia kwenye nchi ya baraka. Kutoka kwenye miiba na michongoma kuingia kwenye furaha ya Bwana. Kutoka kwenye giza kuingia kwenye nuru. Wewe kwa sababu ya Yesu uko nuruni. Wewe kwa sababu ya Yesu uko nuruni. Wewe kwa sababu ya Yesu uko nuruni. Uko huru, haushitakiwi. Haushitakiwi. Nilisoma kitabu kimoja cha historia. Naomba tu niangalie ninapoelekea mwishoni. Kile kitabu cha historia kilikuwa kinaonyesha utumwa kule Marekani. Watu walichukuliwa West Africa wakapelekwa Marekani. Waliuzwa watu, kila mtu kwenye kazi ambayo ilikuwa inamfaa. Jamaa lingine likubwa na pelekwa kiwandani. Mwingine ana nguvu, peleka shambani. Mwingine ni mwanamke, mtu mkubwa, peleka kazi za nyumbani. Mwingine ni mwanamke wakati bado ana nguvu, peleka shambani. Lakini vibinti vidogo ambavyo vilikuwa vinaangaliwa kama bado ni mabikra, walikuwa wanauzwa kwenye biashara ya ngono. Kwa vinauzwa, vinanunuliwa kwa ajili ya kutumikishwa kwenye ngono. Kile kitabu kinaongea kwa habari kabinti fulani, kalikuwa kadogo, kazuri. Akaelezea rangi yake alivyokuwa mzuri, akaelezea shape yake alivyokuwa mzuri, akaelezea nywele zake alivyokuwa mzuri, na macho yake alikuwa kazuri. Watu kakawekwa mnadani. Ule mnada ulivyokuwa, kuna kizimba kimejengwa juu, kanapandishwa hapo juu, kanavuliwa nguo zote. Alafu watu wanakaangalia, wanapanda bei. Mmoja asema labda kwa hela ya leo, sasa najaribu kuiweka kwa hela ya leo, 100,000. Mwingine asema kwa uzuri wake 500,000. Mwingine kwa uzuri wake 1,000,000. Kanajua hii yote hapa ni ili mimi nikauzwe. Akafika mahali watu wakang'ang'ania, maana kalikuwa kazuri sana. Wanaume 4 wakaamua kuungana, tuchangane hela zetu zote, tukiweka hili dau hapa hakuna atakayeweza kulifikia, tunakanunua. Wakanyosha mkono 4, wakasema sisi tumeungana, hela zetu zote naiweka kwa hela ya leo, 1,100,000, tunakanunua kakabinti. Kakalia sana. Kakaona kwamba ningenunuliwa hata na mmoja nikatumikishwa kwenye ngono na mtu mmoja. Leo nimenunuliwa na wanaume 4, maana yake wote wanaenda kupeana zamu. Nikikaa kwa huyu natumikishwa kwenye ngono, nikienda kwa huyu natumikishwa, nikienda kwa huyu natumikishwa, nikienda kwa huyu natumikishwa. Kuna mtu mmoja alivyotaja ile pesa ilikuwa ni kubwa sana, hakuna mtu aliyekuwa anaweza kuifikia. Yule anayeongoza mnada akasema kwa mara ya kwanza, kwa mara ya pili, kwa mara ya 2.5, kuna mtu akajitokeza akasema 1,200,000. Watu wote wakashangaa. Pesa yote hii kwa nini ameamua kuitoa? Pesa yote ameamua filisike, anunue kabinti, ameamua mtaji wake wote uishe. Maana kwa pesa hiyo ni mtu anaenda kuuza nyumba yake na mali zake na biashara zake. Watu wakamwona mjinga, mpumbavu, ameamua awe maskini kwa kununua haka kabinti. Hakuna aliyefika ile bei. Akamaliza, wakafanya mpango, akalipa kweli kila kitu alichokuwa nacho, akakabidhiwa kabinti kake. Wakati kanaondoka kale kabinti akasema, afadhali kuliko ningenunuliwa na yale majamaa. Angalau mmoja najua anaenda kunitesa, anaenda kunitumikisha, lakini ngoja tu niende nikamtumikie.
Walipofika nyumbani akachukua, maana kulikuwa kuna sheria kule Marekani kwamba mtumwa ukimnunua unakaa naye miaka kadhaa, unamwandikia hati ya kuwa huru. Akishamaliza miaka ile hati ya kuwa huru akiwa nayo, hawezi kuwa mtumwa tena maisha yake yote. Kwa mtu ananunua mtu, anampeleka shamba, anamlimia, akifika miaka 60 si amechoka, anamwandikia hati ya kuwa huru. Ukajifie huko sasa. Usituletee vifo hapa nyumbani kwetu. Wananunua kijana, akifika mzee wanampa hati ya kuwa huru. Nenda ukamalizie uzee wako, ujifie huko. Sasa huyu mzee amenunua kabinti kadogo. Walipofika nyumbani akakaandikia hati ya kuwa huru. Kakashangaa, sema kwa nini? Nasema niliumia sana. Ulivyo mzuri, unavyopendeza, wanaume wakutumie katika starehe, haustahili hivyo. Nimependa ulivyo mzuri. Mimi sitaki kukutumia, na mke wangu na watoto najiheshimu. Nimetumia mali zangu zote ili tuwe huru, na kuanzia leo wewe uko huru. Jamani, ndivyo Yesu alivyotufanyia. Ndivyo Yesu alivyotufanyia. Amina. Aliamua kutumia mali yake yote, kwa maana ya uhai wake, akafa na sisi akatuweka huru. Deni ya dhambi imelipwa. Ndio. Deni ya dhambi na laana zote zimelipwa. Ndio. Wewe uko huru. Hauna laana tena, hauna dhambi tena, hakuna cha dhamani kinachokufuatilia tena. Biblia inasema, tazama, mtu akiwa ndani ya Yesu Kristo amekuwa kiumbe kipya. Ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Ukiamini inakuwa hivyo kwako katika jina la Yesu. Amen. Kale kabinti kalivyoandikiwa kakaondoka. Kalivyofika pale nje kakalia sana. Nimekuwa mtu huru. Sitatumikishwa maisha yangu yote. Wenzangu wanatumikishwa, hadi mama yangu, hadi dada zangu, wote ni watumwa. Mimi ni huru maisha yangu yote. Kakalia sana. Baadaye kakarudi. Akamwambia, baba, mimi ni mtu huru, lakini nimejitolea kwa hiari yangu mimi mwenyewe niwe mtumishi wako hapa nyumbani. Ninakutumikia kwa hiari yangu. Yule baba naye akamwambia, karibu, hutakuwa mtumwa, ila atakuwa mojawapo ya wanangu hapa nyumbani. Ndivyo na sisi Yesu alivyotufanyia. Tumekuwa huru eti. Ndio. Jamani, tuko huru tena. Ndio. Jamani, tuko huru. Amina. Kama uko ndani ya Yesu hudaiwi. Amina. Lakini tunaenda, tukifika hapa nje, kweli twende tu kwa sababu tumewekwa huru, twende tukale dunia? Tunajirudisha kwa Yesu. Niambia, Yesu, kwa hiari yangu nataka nikutumikie. Nataka niwe mtumishi wako. Ndio. Yesu naye anasema, sikuiti tena mtumwa, bali nakuita rafiki. Yes. Mnalifahamu ile andiko? Ndio, lipo. Yesu anasema, siwaiti watumwa, ndio, bali nawaita rafiki. Rafiki. Na anasema wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Na tena Paulo anasema sisi ni wana wa Mungu. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kwamba sisi ni wana wa Mungu. Tumefanyika kuwa warithi. Tunamtumikia Mungu kwa uhuru. Mtumikie Mungu basi kwa uhuru. Haleluya. Amina. Yatoe maisha yako, mtumikie Yesu, maana amekusamehe na kukutakasa. Toa nguvu zako, mtumikie Yesu. Toa mali zako, mtumikie Yesu kwa hiari yako mwenyewe. Kwa nini? Kwa sababu amekulipia. Unayo hati ya kuwa huru. Wewe una dhambi, Yesu amemaliza. Wewe una laana, Yesu amemaliza. Wewe una mzigo wote, Yesu amemaliza. Ardhi hii iliyolaaniwa ni kwa watu ambao hawamjui Yesu. Wanaomjua Yesu, ardhi imebarikiwa. Wewe hutakula kwa jasho, wewe utakula baraka za Mungu. Anasema nitakubariki uingiapo, ninakubariki utokapo. Ninabariki mifugo yako,
ninabariki ng'ombe zako. Anasema nabariki tumbo lako na uzao wako. Anasema nabariki mpaka kapu lako la kukandia unga. Anasema utakuwa kichwa wala hutakuwa mkia. Anasema na mataifa watakutumikia. Kwa sababu gani? Wewe uko ndani ya Yesu. Wewe ni mbarikiwa. Kwa sababu gani? Kwa sababu Yesu ameifanya kazi msalabani. Umesamehewa. Niangalie ninapomaliza. Jambo hili liingie kwenye ufahamu na kwenye moyo wako. Ishi kama mtu mtakatifu. Sawa? Jamani, sawa? Amina. Unajua imani unapoamini inakuwa. Ndio. Ishi kama mtakatifu, tembea kama mtakatifu. Ndio. Kula kama mtu ambaye uko huru. Na ninakwambia ukiamini haya, utaishi maisha ya ushindi siku zote. Utaishi maisha ya ushindi siku zote. Namaliza mambo matatu ambayo damu ya Yesu imeyafanya. Jambo la kwanza ni kukuosha. Sawa Umeoshwa kabisa. Jambo la pili, ile damu inakufunika sasa. Haifuniki dhambi. Umeelewa Dhambi zinaoshwa afu inakufunika wewe. Unajua kwa nini inakufunika? Ili chochote kinachokuona kimuone Yesu. Kwa hiyo wewe hapo ulipo umeibeba sura ya Yesu na anaonekana Yesu. Alafu jambo la tatu, ile damu inasimama kama shahidi kwamba shetani akikushitaki kwa lolote, ile damu inasema hapana, amesamehewa, ameoshwa, ametakaswa. Hebu simama umshukuru Yesu kwa kazi aliyoifanya. Christ Laborers Church pamoja na mchungaji Vincent Komba tunapenda kukaribisha katika ibada ya Jumapili itakayoanza saa 3 kamili asubuhi katika kanisa letu lililopo Mbezi Beach pale Tangibovu, pembeni ya ukumbi maarufu wa Primrose. Njoo ukutane na nguvu ya Mungu itakayokuwezesha kusonga mbele na kufikia hatima yako. Tunakupenda sana na Mungu akubariki unapojiandaa kufika.